Je, unajua kuna mali ambazo zinaweza kuingizia pesa hata ukiwa umelala? Ndiyo, wakati wengine unachoka kufanya kazi masaa 8 au zaidi, wewe unaweza kulala na bado pesa zikaingia. Leo nitakuonyesha aina 4 ya mali ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Karibu kwenye channel hii. Hapa tunazungumzia trading, mafanikio na mindset ya pesa. Kama wewe ni mtu unataka uhuru wa kifedha, basi video hii ni kwa ajili yako. Aina ya kwanza ya mali inaitwa rental business. Tunaposema rental business, tunazungumzia wa upangaji, yani biashara ya wapangaji. Tunachomaanisha hapa, mfano una nyumba au una frame ambazo umepangisha, maana yake mteja ataingia, then kila mwezi atakuwa na kulipa pesa hata bila uwepo wako. Maana yake either upo nyumbani, either frame ziko mbali, wewe utakuwa na uwezo wa kuingiza pesa regularly. Lakini pia tumezungumzia kwa maana ya frame au unaweza kawa na tuseme nyumba za kupangisha. So hii ni mali ya kwanza ambayo tunaita rental business. Inaweza kukusaidia wewe uweze kupata pesa bila kufanya kazi. So umeset up nyumba yako, umeset up frame zako, wateja wanaingia, then unaingiza pesa. So hii ni mali ya kwanza. Mali ya pili au tunasema asset ya pili tunaita digital product. Tunapozungumzia digital product, tunazungumzia vitu kama vile videos. Kwa mfano, mtu unakuwa na YouTube channel ambayo unaweka video mbalimbali za mafunzo ili watu waweze kufaidika. So as long as zile YouTube videos zinakuwa katika YouTube watu wanawatch, unaweza kaanza kupata pesa ambayo inakuwa ni regular. As people wanaendelea kuwatch video zako, unaendelea kulipwa kila mwezi, kila mwaka. Lakini pia kwenye upande wa digital product, kuna kuuza digital product online. Kwa mfano, kuna platform inaitwa Gumroad. Gumroad ni platform ambayo wewe unajisajili, and then kama mfano umetengeneza kitabu au unataka kukiuza online, unaweka kitabu chako, watu wanakuwa na kulipa online. So as long as kitabu chako kipo online, kipo kwenye platform ambayo unaweka kitabu chako, and then unakuwa unaendelea kupata pesa as people wananunua. Lakini pia kuna platform inaitwa Etsay. Pia unaweza ukasell digital product. Kwa zote hizi ni digital product ambazo unazi-invest au unaziweka online. As long as ziko online, watu wanavyozi access wakalipia, then unaendelea kulipa as long as product yako iko online kwenye hizo platform. So hii ni mali au asset ya pili ambayo unaweza unaingiza pesa ukiwa umelala au bila kufanya kazi yoyote. Asset au mali ya tatu inaitwa affiliate marketing. Tunapozungumzia affiliate marketing, tunazungumzia kuna kampuni ina product au ina service, then wewe una partner nao kampuni, tuseme ni kampuni A, una partner nao, unakuwa partner wao. Maana yake unakuwa share services zao au product kwa watu. Ikitokea watu wamekuwa interested kununua au kutumia services zao, wewe unakuwa unalipwa commission, ambayo commission inakuwa ni commission endelevu as long as wale watu wanaendelea kutumia service au product za hii kampuni A. Kama unataka kujua kuhusu affiliate marketing, nimetengeneza video ambayo inaelezea namna ya kupata pesa kupitia affiliate marketing. Unaweza kusikiliza kwa upana zaidi katika YouTube yangu ili uweze kujifunza step by step namna ya kupata pesa kupitia affiliate marketing. Lakini in short ni kwamba unatangaza product au service ya kampuni, and then in rewards watu wanavyotumia zile service kupitia link yako, wewe unakuwa unapewa commission, ambazo hizo commission zinakuwa ni endelevu. Kwa mfano, umepata mtu mmoja akatumia, then akani endelevu. Kwa as long as anatumia, wewe utaendelea kupata commission regularly. Na asset au mali namba 4 tunasema ni inaitwa business that runs without your presence. Maana yake mali isiyotegemea uwepo wako. Hii inamaanisha nini? Unaweza kuwa una biashara, umeset up biashara ambayo inajiendesha yenyewe. Mfano, mtu labda ameamua kununua gari, then akaifanya hiyo gari iwe Bolt. Maana yake ni kwamba aliye dereva ambaye amemwajiri, as long as yuko barabarani, kama ni kila siku au kila wiki, anakuwa anakupa hesabu ya kila siku. So hapa tunasema
Hii Bolt ni biashara ambayo umeitengeneza, ina run yenyewe bila uwepo wako. Lakini pia kuna other businesses kama uwakala. Unaamua kutengeneza ofisi ya uwakala. Baada ya kutengeneza ofisi ya uwakala, unaajiri watu, then unaweka mfumo mzuri ambao hauhitaji uwepo wako ndo biashara iende. Kwa as long as haupo, biashara yako itakuwa inaendelea. So hii ni tunasema ni business au ni mali isiyotegemea uwepo wako. So unatengeneza biashara ambazo sio lazima wewe uwepo ndo zirani, hata kama haupo biashara zako zinakuwa zinaendelea. So baada ya kujifunza kuhusu hizi asset 4, tunaweza kusema kwamba tofauti kati ya matajiri na watu wa kawaida ni hii. Matajiri wanamiliki mali zinazowalipa, wakati wengine wanategemea salary au mshahara tu. So anza kidogo, lakini anza leo. Usisubiri uwe na pesa nyingi, anza na ulicho nacho. Kama umejifunza kitu, like, subscribe and share video hii kwa mtu unahitaji kubadilisha maisha yake. Tutaonana kwenye video inayofuata. Shukrani.